Nyingine tena ni mwendo wa kubaruza tu interviews kama kawa, na leo niko na mwamba ambaye miaka minne kama si mitano ambayo imeweza kupita alituletea hit song moja, anakuambia Don't Let Me Go. Yo, singeli ya kwanza kuimba Kiingereza inaitwa Singlish. For my baby love me forever if you wanna go. Afu kuna kakostiki kake kanapiga Don't let me go, don't let me go. For my baby you love me forever, forever. Don't let me go. Hivi Kinata, kumekuwa na hii trend ya mtu anapointroduce kitu kipya kwenye sanaa. Kwa mfano watu wanakiiga. Singeli yako ya Kiingereza ilikuwa ngumu sana watu kuiga. Kwa sababu gani? Sasa sababu nikitoa mimi uongo, sababu inabidi watoe wao ambao wanashindwa kufanya ule mtindo wa singeli ishakutia mfumo maneno ya Kiingereza kwenye Kiswahili. Labda tu anaona watanipa mimi bless kwamba bado naenda kama mwanzilishi, wataonekana wananiiga. Lakini of course kama tunakuwa tunasikilizwa vizuri, hapo umeongea kitu kizuri. Yaani utaratibu uendelee wa singeli, kwamba mtu anatunga hata 8-4 kwenye singeli. Yaani si unajua tunapeleka muziki wa singeli kwenye international. Ya kwa sitaki kuelezea wao why, lakini kwa upande wangu wangekuwa wanafanya ingekuwa mzuri pia. Lakini unaamini kwamba kuimba Kiingereza inasaidia muziki kwenda kimataifa? Kinachobeba kwenye muziki wa singeli kushukuru pia inaanza beat na mashairi pia. Kwa mfano ninavyosema mimi, ukisema don't let me go if my baby love me forever if you wanna go my heart to break me down. God dang. Huyo mtu yuko Ujerumani anasema vipi, lakini anachosikiliza anakuwa anakielewa. Of course, kwa ukimwambia toka una perform bwana tutegemea tutaimba tu Tanzania. Enda different country of Tanzania, utafika pale casual. Nafika pale na hiyo don't let me go na moja lile if you happy clap your hand. Yaani mtu anaona okay, hata kama ni ile tu kadhaa, lakini impapatuate kwenye in case of different color wanaelewa. Okay. Yeah, wanaelewa. Watu wanafurahi sana kuona mtu anajaribu kuweza kuingiza culture tofauti kwenye muziki katika lengo la kuhitaji kuweza kufika kimataifa. Kinata MC, baadhi ya wadau niliwahi kukaa nao siku moja, nikazungumza nao nikawauliza ile swali, kwa nini imekuwa ngumu watu kuingia kwenye mfumo huu? Wakasema wanaoimba singeli baadhi yao unakuta swala la elimu Kiingereza kinakuwa changamoto kidogo. Kinata, elimu yako ikoje? Asante. Mimi namshukuru Mungu, kwanza elimu yangu imeishia kidato cha 4. Baada kuishia pale kidato cha 4, mimi mwenyewe nikapata akili, nikaji upgrade, nikaenda kusomea masuala ya accountant. Kwa unaongea na accountant personal, lakini hapo economizer, sawa, unaongea na storekeeper in case of storekeeping. Unaongea na entrepreneur. Entrepreneur ambaye ndio entrepreneur ni ujasiriamali, entrepreneur ni mjasiriamali. Okay. Anafanya ile shughuli anaitwa entrepreneur. Unaona? Entrepreneur ni unanielewa. Oya, mnaona mimi nilikuwa sielewi vitu hapa, napata darasa fulani hivi. Ghafla binivu Kinata MC huyu hapa kwenye uigizaji Diva and Hustlers. Ule mchongo ulikujaje kaka? Ule Mungu ni mwema. Pia namshukuru Medeja Kandoro. Yeye alipush mimi kupata ule mchongo, lakini pia lifestyle yangu ndio iliniingiza kule. Maana wale walisema pia tunataka mtu fulani ambaye mimi mwenyewe najua niko sawa, lakini wana na mimi mchangamfu fulani, yani na utaila uchizi mwingi. Wao walipenda hii raza. Kuna kweli walivyoitia hii test ikawa test is good. Kabla ya kuwa kwenye Divas and Hustlers, kuna kazi nyingine ya filamu uliwahi kufanya? Series ama reality show? Nakumbuka kuna moja hivi ya Stan alinipa visini kadhaa hivi, tulikuwa wengi akina Dula Makabila akina nani, sio inaitwaje, sio X alodiwi, sio tunifanya one time moja. So tunakubaliana kwa pamoja kwamba hii ya Divas and Hustlers ndio ilikuwa project yako ya kwanza kufanya kwa muda mrefu? Yeah, of course. Experience yake imekuaje? Ile experience yake ujue, utamu wa ile ujue. Sio kama wale walivyokuwa waigizaji wanapewa sijui scene sijui waandikiwe kwamba bwana sio utaongea. Si ni watu wa brief. Once tukifika hadi kwamba si unaona tushamba reality. Kwa tunafika hapa hatuna material. Yaani sio waambie kwamba mnaishi nyinyi. Kutokana na mazingira alivyo, si ndio tunafanya mambo yetu. Kwa hiyo of course ilikuwa inanipa urahisi, na pia inakuwa ngumu, maana kuna muda unaona sasa si mngetupata script fulani. Script yani urahisi ambaye hata tukiwapa hivyo inakuwa tena maigizo. Kwa sababu maigizo yani nyinyi mtajua wenyewe. Kwa hiyo mkikutana kweli bado binadamu lazima zitatokea zile masala mazima Kimbela Mbango. Okay. Imekuongezea nini ile? Ile mwanangu imeniongezea vitu vingi sana. Kwanza imenipa marriage
international. Sababu ile ujue ile inaonyeshwa sana nje ya nchi ile DStv ile imeenda sana unajua. Kwa of course ilikuwa yani imenipa marriage kiasi kama kuna kipindi hivi. Juzi tu kuna mtu amenitumia Instagram yangu na ile kuna nani yangu moja hivi. Kuna mtu anainaniwa lakini sio Tanzania. Sio ni German sio wapi ile ilikuwa inasemaje yani kuna mtu yuko ana nini ile anaifuatilia. Akanitumia yule mwamba yani kule kipanda alikuwa anakitumia akanitumia unaona vitu vyako vinavyoenda. Yani na hiyo bahati ya vitu vyangu vinakuwa vinaenda kule. Kwa hiyo nashukuru Mungu imenipa experience hiyo. Pia nimekutana na wafanyakazi na tofauti. Unajua Kontawa ilikuwa sio mwanangu sana. Yani ilikuwa ni mwana fulani ambaye tunakutana on stage vipi ila kile kipindi ndio kafanya tu mpaka tumekuwa wana. Mchino mwenyewe Chino kipindi kwa wana unajua kipindi cha zamani mimi nimeingia na Dole Migo yeye bado yuko katika kutafuta dancer kwa shabiki na kukubali sana bro unajua zile. Kwa hiyo hata alivyoanza kule kwenye hiyo kipindi alikuwa bado yuko. Kwa hiyo tumejenga ukaribu wa mkubwa wa nani kutokea ile. Kwa hiyo yani mimi nifanya vitu fulani hivi ambavyo kuna sehemu moja mimi naenda yani watu wengine achana Dole Migo utasikia tu huyu kako different that's right we are vituko ile kwa potential in my life I like it noma sana. So hapo umezungumzia jambo la kuweza kukupatia ama kukufungulia njia za kimataifa. Kuna project ambayo yote umeweza kuifanya kimataifa pengine kutokana na ushiriki wako kwenye reality show ile? Sasa ili kulielezea kidogo inakuwa kama natoa kodi ama umbea maana kuna vitu fulani waga sitakiwi kuongea. Kuna Mbeya, kuna Lindi, alafu kuna Songea. Hatari. Kwa hapo inabidi tuzike hilo jambo. Inazika ila of course yani niseme tu ya kazi zipo na watu tofauti ingawa sijapewa fursa ya kumention kutokana na mazingira lakini of course watu watarajia tu vitu vikubwa yani of course yani sio nisemaje kwa vitu vinakaa. So for okay, ile ndio imekukeep busy ukawa kimya sana kwenye muziki ama nini kimekufanya ukawa kimya sana kwenye muziki kwa sasa? Kwa sababu kumbukumbu zangu kama ziko vizuri ni Sonia ndio ilikuwa project ya mwisho kuachia, sio? Ambapo ni muda sasa umepita. Tunatamani kuweza kufahamu je, hilo ndio lilofanya umeweza kuwa busy ama nini kingine kimekufanya ukadelay huko kwenye utoaji wa ngoma? Of course kwenye swala la kudelay changamoto tu za kibinadamu. Unajua wasanii tunapitia changamoto mbalimbali. Kuna changamoto ambazo nimezipitia hata kusema ndio waelezee kwa kila mtu of course msaada wake hamna zaidi ya mwenye kupambana kumomba Mungu. Of course kuna vitu nilipitia kuhusu mitandao yangu hapa kwa sababu niliama team management ambayo walikuwa wanafanya nao kazi kwa wao ndio walinitoa huko Lindi. Wakanileta hapa Dar es Salaam kwa katika harakati kufanya kazi. Baada tukatengana. Kwa baada ya kutengana sasa ikawa na mwenyewe na mambo mitikasi mengi lakini pia si unajua muziki ni maisha, muziki ndo kazi yangu lakini nina shughuli nyingine pia ninazofanya. Kwa hivyo kwa changamoto hii kwenye upande ikawa nyingi kwa bidii tulie kwanza maana dia walitoa hela yangu kwenye mtandao wangu digital zangu yani ambaye alikuwa na run. Account yangu ikawa kuna ugumu baadaye wakatoa mchele yani kuna vichangamoto fulani hapa nje napoongea YouTube yangu kwenye simu imechezeshwa na muda kidogo hapo. Bila mimi unajua mwana fulani ambaye naupenda muziki. Mimi ni natural, mimi ni crazy music. Yani muziki ni asili yangu yani kutoka moyoni yani hamna ninachopenda mimi sipendi mpira yani mademu ndo bado mwanaume kwa sababu lijali lakini music ama crazy music. Kwa hiyo namshukuru Mungu bado kipaji ninacho. Hivi ni vitu tu vya kuvipambania vitakaa sawa. Kwa hiyo mwaka huu nafikiri ni mwaka wa mwisho ambao mimi nakwenda kufanya vitu ambavyo mimi mara nyingi ni mbunifu fulani ambaye nakuja na new crutch. Kwa watu watakuja kuona sasa vitu fulani ambavyo nataka niwaletee vitu ambavyo wanavijua lakini kuvifanya sasa mpaka uvifanye unasema kumbe tungefanya hivi ingekuwa hivi. Okay. Kama hutojali na kama utakuwa open kuweza kulizungumza, nini ulishindwana na ile management yako? Kushindwana na management kwa kumogopa Mungu hatu kushindwana. Ukianza hapa walikuwa wananinyonya utafuta gomba na watu. Hatukushindwana na hamna manager ambaye ananyonya msanii kwa sababu wewe kisha kwa mtu management yako lazima ubanguliwe. Kwa sababu unajua kuna hii management resource. Unajua watu wasichokielewa. Kuna manager. As a manager kuna boss. Bossi ni mwana fulani ambaye anatia michele au anapush michele, ana finance mambo yaende. Unaelewa? Manager unakuta mchele wenyewe kiwete afu wewe manager mwenyewe unakuta kuna muda sasa anategemea tunaita consumer kwa maana mimi tumejua mchele alafu ndo unajua ni kwamba hii show bwana ipatikana basi hapa utalipa pango yako kama unajikuta ni wewe ile yako ile ndio inazunguka kwenye yale mambo lakini of course ndio unapata yule mwakilishi wa kubeba muziki wako lakini kuna muda kwa chana ile management sio kwa ubaya ila nilifanya nayo kazi kwa muda
kuna vitu fulani hivi ndio kwamba ni vitu vingi vya kusema uelezee kumbana tu na watu, kwa sababu mimi management tulienda yani shot ilichelewa kupewa mkataba mimi. Hii ndio naongea kwa mara ya kwanza. Kulivyochelewa kupewa mkataba na nika tumevumilia. Sasa unajua mimi nimekaa kama mwaka nafikiri hivi. Watu hawajui kwenye management bila kuwa na contract. Yeah, of course. Na hiyo naongea tu kama favor na of course management yangu haito nachukulia vibaya, na kinachukulia vibaya fresh tu, kwa sababu mwenye sishachagua njia hii. Mimi kwamba namsujudia Allah tabaraka wa taala na sio binadamu. Binadamu yeye mwenyewe mshamba tu. Kwa ile pale haikuwa mbaya, kwa sababu walikuwa wanatengeneza vitu ambavyo wao wanaviwaza, lakini kwangu mimi niliona tunajua uko na kibao na kwa kama demo fulani biki la ama mpya. Watu wanakuvizia hivyo, ukikukamata anakuhitaji. Akikuosha lungu vile ndio hapa. Kwa hiyo kuleta la avoidable kama ilivyo na mazingira, sio kwa ugomvi tu nikaomba. Na bahati nzuri kwamba hata management yangu mara kwanza mimi nafanya nao kazi mpaka kesho. Kwa kumwogopa hiyo ndo nilivyotoka kwenye management. Maana mimi niko mwenyewe, mimi ndo nilinunua gari. Yaani mimi gari ndio umetoka kwenye management, mpunga wako mwenyewe ndo. Sio mpunga wangu mwenyewe. Hiyo management hiyo alikuwa ananisimamia. Ndo alinipa hiyo deal ya mimi kupata kununua gari. Wakati tumeshatengana. Kwa hiyo tumetengana, lakini ni bado ni familia manager, kwa sababu ikitokea deal bado tunaweka mezani, bwana kuna hii deal. Yaani unajua kabisa kwamba bwana deal iko kiasi fulani. Bwana mimi nitachukua hii, nitamega hii. Tofauti na ile inside ya ndani kwamba unaambiwa tu bwana tumechukua mtelo fulani, unakwenda yaani wakati wake. Kwa sasa hivi Kinata MC nimekuwa nasimama sio as a manager, kwa sababu hamna msanii ambaye unaweza kusema kama manager kufanya vitu vyote. Na timu, lakini timu fulani ambayo ina support, sio kama ile manager neighbor ya kusema zamani kwamba manager ambaye kwa imehitaji kidogo kurefresh. Ndio maana mambo yangu mengi yamestop kutokana nguvu ninayotumia, lakini pia mimi ni mjasiriamali. Kwa hiyo muziki bila fedha sasa na utelezi, mwisho wa siku unateleza. Sawa kabisa. So kwa kumalizia tu, 2026 ndio hii hapa, mwezi wa kwanza tunaelekea kumaliza hapa. Nini watu wakitarajia? Sitaki niahidi sana, kwa sababu si wenye imani kidogo ya kuamini kudra na kadra za Allah. Tunaamini katika ahadi bin ahadikum. Mimi naahidi Allah yeye ndo atatekeleza ahadi zangu. Kwa hiyo mimi nasema tuombeane dua, ila ni mwaka ambao namuomba Mungu sana. Yani unaweza ukapanga Mungu akapangua, na ndio maana Waislamu tunakaa tunajiombea dua. Yani Mungu anijalie tu, lakini vitu vingi nitafanya mwaka huu, sababu video zipo na nyimbo nyingi sana. Na nyimbo nyingi hata nikisema nikufungulie mko na simu utaona yani ni hatari. Na nyimbo nyingi na wasanii mbalimbali wengi wa Tanzania, ndio hivyo, different country ni wachache kutokana na mazingira, lakini hata hao ni wasanii fulani ambao ukisikiliza unajua yes, huyu ndugu yetu ni mwana fulani. Maana mimi collab ya mwisho ndio ile na Azawi. Ukiangalia ile wasanii pia ni miongoni mwa wasanii ambao alifanya different collab na different country. Ila uwezo kazungumza hilo nikifa. Bwana mtasema. Yaani kwanza kwa Kiingereza nimekufa, unamsifia nani? Tusifiane tuko hai bwana. Wabillahi taufiki. Sawa.